Wacha tutumai mambo itabadilika, lakini sasa sijui itakuwaje, kwa sababu unaona the wave ni anguka nayo sijui kama akianguka nayo itakuwaje, lakini akikataa, of course akikataa, yes, tuko na njia mingi za kuweza kuensure ya kwamba hiyo appointment ambayo wamefanya imekataliwa. Number one, unajua approval inafanywa na county assembly. Yes. Kwa hivyo sisi tunaweza kupetition the county assembly. Tuambie ya kwamba yule mtu amekuwa appointed, of course tunaweza angalia the history yake, tukaona kama ana meet the threshold ya chapter 6 ya constitution, tukapata ya kwamba kama ni competent na hizo vitu zingine zote, there are so many qualifications ambazo anafaa kuwa nazo under chapter 6. Tuangalie kama huyo wakili ambaye ameappointiwa ana meet hizo threshold. Now of course tukimake a recommendation to the county assembly, then of course with a majority vote wakitu support, wanaweza kukosa kupitisha ama kuapprove. Yes. Now of course pia somehow ulisikia mawakili jana waki blame the legal advisors wa county government, kwa sababu wanasema how ndio wangekuwa na advice the governor, wanamwambia kwamba hii appointment ni kitu ambacho unafaa kufanya within the within the county government, so that at least to promote wale mawakili wanafanya kazi hapo. You know, at least kama ingekuwa ni mtu angekuwa na appointiwa, you know what I know is hizi appointments ambazo unaona na hizi makazi za county, the problem we have with ni ya kwamba unapatanga ni one big farm inakuwa appointed all over. Unaona? Ama maybe yule mtu anaappointiwa from Nairobi, unapata it's not just someone kutoka kwa kijiji fulani na huko Nairobi or someone, unapata ni mtu maybe wamepewa legal tenders mingi na vitu kama hizo mingi. But now the problem is unapata rufaa moja imepewa kazi Meru, imepewa Kisumu, imepewa Kakamega, all the counties. So I make sense. At least kama ni very unknown farm inaappointiwa somewhere from Kisumu or from Mombasa huko or from Nairobi, inakuja, sometimes it makes a lot of sense. But ikiwa ni one farm, 2 or 3 farms ambazo ni common kila mahali, inakuwa basi I make sense, kwa sababu matunda ya devolution haiwezi kupatikana. Shukrani sana. Naona ni tutangoja tu tuone mambo itakuwa namna gani, kwa sababu Wakenya, wacha si Wakenya, Wameru wengi wameongea kuhusu hili na wamekerwa sana pia na vile kazi inayofanyika hapa Meru. Wanasema ni kama hakuna mpangilio, county inaendeshwa kiholela. Lakini ni sawa. Tumeshuhudia wabunge wa Meru, the MCs pale county assembly wamepeleka mswada wa kumtibua uongozini gavana wa county ya Meru. Tungependa tueleze kisheria ni njia zipi ama the procedures zenye zinafaa zifuatiliwe wakati mnamtibua uongozini kiongozi aliyechaguliwa na kura, maybe governor, president, mbunge ama kiongozi yeyote yule. Katika process ya kumtibua ama kumtoa governor, anaweza kuondolewa kwa mambo mawili generally. Nasema general kwa sababu nitaweza kuja na kubreak down hayo mambo. Generally ni kupitia kwa impeachment ama kwa kuwa huyo mtu ako na incapacity, mental incapacity. Ukikuja kwa governor, hayo mambo yote imeshikanishwa. Kwa hivyo governor anaweza kuondolewa on like ground ine. Ground ya kwanza ni ya kwamba amefanya mambo kinyume na sheria. Ground ya pili anaweza kuwa amefanya kosa, offense ambayo inajulikana Kenya ama nje ya Kenya. Vile anaweza kuwa amefanya ile tunaita gross misconduct. Kitendo ambacho ni misconduct. Ile sasa ni general, ni very general. Na I think hapo ndio most of the governors huwa wana impeachment zao huwa zina fall under gross misconduct, because si wengi
utapata ya kwamba maybe wame commit offense ama maybe wamefanya kinyume sana sana na sheria, but issue ya gross misconduct is so general because inahusu mambo na integrity, vitu kama abuse of office, mambo na honesty. Yes. So gross misconduct ni a bit very wide. Okay. So hiyo pia ni ground, na of course hiyo the other ground ni mambo na mental ama physical incapacity, kusema ya kwamba hana afya ambayo inafaa kutekeleza kazi zake, akili yake haiko sawa, ama vile vile physically anaweza kuwa na ugonjwa ambao hawezi kwenda kwa kazi, hawezi kuripoti ofisi na mambo kama hayo. So any MCA, member of county assembly, akiona ya kwamba governor ako na mambo hayo manne ambayo inaweza kufanya atibuliwe, anaweza kuleta mjadala, motion, kwa county assembly. So akileta hiyo motion katika county assembly, watadiscuss na wataweza kuvote. MCAs wakiona ya kwamba mambo ambayo wanaleta yanafall katika yale mambo manne na ni jambo ambalo linaweza kufanya governor atibuliwe, wana vote in support, wana vote kusupport ama against. Kwa hivyo wakifanya uchaguzi pale kwa bunge, of course kwa bunge ya county inaangaliwa the majority votes. Kama wale watu wataweza kufikisha 2/3, 2/3 ya vote ya kusema governor atibuliwe, then immediately after those results zimetokea na wamevote hivyo against the governor, within 2 days the speaker wa county anafaa kupeleka hiyo resolution kwa Senate. Within 2 days ya kusema ya kwamba the MCAs wamevote county governor aweze kuondolewa within 2 days. Naye speaker wa Senate akiweza kupata kureceive hiyo resolution kutoka kwa county assembly, then within 7 days anafaa kukuwa ameita kikao cha Senate ili kiweze discuss huo mjadala wa impeachment. Katika kile kikao wanaweza kusema ya kwamba by resolution ya kwamba watasikiza hiyo impeachment wakiwa wote, speakers wote, I mean the members wa Senate wote, all the senators. Lakini vile vile wanaweza by resolution kusema watachagua watu 11 waende wafanye uchunguzi kama governor kweli anafaa kutibuliwa ama hafai. In any case wakiappoint ile special committee ya watu 11, hiyo committee itakuwa na siku 10 ya kuweza kuinvestigate kama kweli governor anafaa kutibuliwa ama hafai. Na of course within 10 days itakuwa imekuja na majibu yake. Ikisema kulingana na vile imesikia the allegations, iseme ni baseless. Na of course unajua the special committee itakuwa inaangalia the 4 grounds ambazo nimekuambia. Zile kama amefanya makosa ya kisheria, amefanya jambo ambalo ni against sheria, you know, kama ako na mental incapacity ama physical incapacity, ama maybe amefanya ile tunaita the gross misconduct, from the word conduct, misconduct. Ikiangalia ione ya kwamba allegations ambazo zinatoka county assembly, the committee now zina hold weight, inafaa kureport back to the Senate. Ikiona hana makosa governor, huo mjadala unaisha hapo, unatupiliwa mbali. Kama hana makosa inatupiliwa mbali. Kama inaonekana ya kwamba governor kweli kuna makosa ambao wamefanya, then in that case the Senate inafaa kuvote. Na Senate ina vote, ikivote majority ni kusema wale wengi vile watapitisha ndipo kutaenda. Wengi wakisema governor hana makosa anaachiliwa. Na I think hivyo ndivyo tumefanya for the last 2 times ambao governor wetu ameweza kufikishwa pale.
Wengi pia akisema ako na makosa anaondolewa. Na labda mtu tuseme kwamba mtu amesemekana ako na makosa. Mtu anaweza appeal ikue ama aende kotini kusimamisha hayo maoni ya senators. Ya senator. Kile ambacho anaweza kwenda kusimamisha, anaweza kusimamisha based on procedure. Akisema ile procedure ambayo ilifanyika haikuwa ile procedure ambayo imekuwa read na kisheria, then hiyo anaweza kufaulu. Si unaona kwa mfano kuna timelines. Yes. Voting ikifanywa pale county assembly kuna 2 days. Za kupass hiyo resolution to the Senate. Kwa mfano sasa ikiwa 7 days, akipass after 7 days, unaona kuna shida hapo. Yeah. So sasa ile procedure ambayo imekuwa laid down 2 days, and then ikifika kwa speaker wa Senate anafaa within 7 days na yeye convene the Senate, alete Senate pamoja. Unaona? The special committee nayo inapewa 10 days iende ifanye uchunguzi na kuleta voting pia ya bunge pale. Hizo zote unajua ni procedures ambazo ziko kwa kisheria. Kama katika ile mambo procedure haitafuatwa, the governor atakuwa na ruhusa ya kwenda kotini na kusema procedure haikufuatwa, through a petition of course, na aseme ya kwamba hiyo procedure yote ya kumimpeach ilikuwa illegal na iwekwe kando na impeachment yake iwekwe kando. Ikuwe null and void. Yeah, so that really happen. Hiyo inaweza kuhappen, but on the issue ya tunaitanga substantive sisi wakili kama for example tu aende bila kuchallenge procedure, aanze kusema sikufaa kuimpeachiwa on this grounds, nini mambo kama hiyo, koti haitasikia. Koti itasikiza tu mambo inayohusu procedure. For example, kuna kitu inaitwa quorum kule kwa Senate. Kama hakuna quorum na walifanya uchaguzi, si unaona huo uchaguzi ni null and void, vitu kama hizo. So hata mostly akienda kotini atakuwa na challenge the procedure ambayo imefuatiliwa. Na tumeyashuhudia sasa, huu ni mswada wa 3 pale Senate, ambao kama utafanikiwa kufika pale Senate tutakuwa mswada wa 3 wa kumtibua uongozini gavana wa kaunti ya Meru. Labda ni miswada kama mingapi hivi inahitajika ndio sasa ikue kutoka hapo amwezi peleka mswada mwingine wa kumtibua uongozini kiongozi aliyeko mamlakani? Ukiangalia sheria ambayo inaangazia mambo ya impeachment ya governor na iko katika article 181 ya constitution na vile vile section 33 ya sheria ambayo tunaita County Government Act, haisemi ya kwamba kuna limits ya times. So mnaweza kuleta as many times as possible, as long as bado iko within term yake ile anasab, mnaweza kuleta as many times as possible. Na unaona kama sasa within 2 years I think kumekuwa na impeachment attempts 3. Itakuwa ni vile ile nyingine kuenda lakini kisheria hiki ni ya 3. So kisheria ni ya 3. So you can realize ya kwamba hakuna limits. Hakuna limit, as much times as possible ambayo mnaweza, because unajua kwa nini hauwezi kuweka limit? Tunaweza kufanya mjadala wa impeachment leo na yule governor kweli hajakosea. Senate ione ya kwamba hajakosea, kama the times ambazo ameenda imeonekana ya kwamba hajakosea. Lakini what if mkirudi tu hivyo a commit an offense yenye inajulikana internationally by international law ama within Kenya, vitu kama murder, vitu kama hiyo, si unaona haiwezi kuweka limit. Sheria haiwezi so haiweki limits actually. Na in fact for your information, najua watu wengi hawajui, unaona tukipeleka mjadala wa impeachment, tuseme on the ground that maybe governor alifanya hivi, maybe alipea watu wao kazi, maybe ametumia pesa vibaya, pesa ya umma vibaya. Tukienda Senate
na Senate ikatae kukubali huo mjadala na iangushe, tuko na right ya kuweka huo mjadala kando kidogo, tupumue, turudishe huo mjadala on those grounds bila kubadilisha. It's actually possible kulingana na sheria ya Kenya, na ni hapo section 33 ya County Government Act, na vile vile katiba 181 article 181 zile grounds ambazo tulimpeleka nazo. Tuseme for example, tunasema governor ametumia pesa ya umma vibaya, governor amebreak hii sheria, governor maybe amefanya kosa hili ambalo ni kinyume na sheria ya Kenya. Tunaweza Senate kienda itupilie huo mjadala, it's still possible ya kwamba tutarudi na huo mjadala bila kubadilisha pale tuliachukulia, tunarudisha, na ni kama yani utakuwa unaambia Senate consider hiyo maneno kwa ule si kwa maneno mapya ambayo wamefanya, maneno yale on those grounds. Na tuseme kwamba hapa county ya Meru, kwa sababu kuna wengi wamesema ama wako nasema kwamba ni vizuri sijui the whole government yote ikue iende nyumbani. Is it really possible to send away all leaders home, maybe kuvunja serikali, tuanze a fresh election? All right. Tukianza kwa president, unaona kama vile kuna njia ya kuimpeach governor. It's actually ni kama the same way. Unaweza kuimpeach the president, because pia president unamuimpeach kwa two main grounds. The ground that of course unaweza kumuondoa kwa ofisi kwa two main grounds, kwa impeachment number 1, na kuna ile tunaita sasa incapacity, kama vile tulisema hana uwezo wa kimwili ama wa kiakili kufanya kazi, ama vile yuko sawa lakini tunamuondoa kwa njia ya impeachment. Actually the same way vile tunatoa governor ndivyo tunatoa president pia. Say that sasa kwa mambo ya kuondoa president ni kati ya National Assembly na the Senate. National Assembly ndio unaweza kuintroduce mjadala wa kuimpeach kule kwa National Assembly. Ukitoa huo mjadala na MPs waweze kusupport ule mjadala katika National Assembly, waweze kumimpeach pale katika National Assembly within 2 days tena. Kama vile tulisema 2 days kutoka County Assembly. Sasa pale ni 2 days kutoka kwa National Assembly. Inaenda tena kwa Senate. Lazima ipitie pale kwa Senate. Lazima pia itapitia pale kwa Senate. So within 2 days the speaker wa National Assembly ana notify the speaker wa Senate ya kwamba kuna huu mjadala umetoka na tumefanya resolution kuimpeach president na tumepata votes ya more than 2/3 and above. So ikipelekwa pale tena speaker wa Senate tena 7 days ana ita senators pamoja kikao tena waje. So pale wakija vile kama ile ya governor tu, kuna ile procedure tu kama ya governor inafuatiliwa. Wanaweza appoint bado committee iweze kuangalia na kuinvestigate kama president ana makosa ama hana makosa. Ile special committee ikiona president ana makosa inamuondoa. Anaenda pale anavotiwa kwa the Senate, na of course majority vote wakivote wanaweza kumuondoa. Ikionekana hana makosa anaendelea. So inafuata hivyo. Kuna procedures ambazo zinafuatwa kutoka kwa president kwenda kwa deputy president kwenda kwa hiyo ndio nilikuwa nataka niulize, kwa sababu kama president anaimpeachiwa na the members of parliament, how about the members of parliament themselves? Can they be impeached, ama wakipatikana na makosa inasemekana wachi miaka 5 ishi? How about the MCAs? Can they be impeached, ama pia wakipatikana na makosa wacha tuvumilie tu miaka 5 ishi?
the fact is that wote wanaweza pia kuimpeachiwa, even the MCAs. Okay. Na nani? Na watu. Okay. Yeah, and of course now pia the MPs wanafanya kitu inaitwa recall. Okay. Unaweza wa recall. Okay. And I think tukikuja next time tutaweza kudiscuss hiyo procedure yote vile ambavyo unaweza kurecall your member of parliament. I think kuna wakati kwa status uliweza kushare jinsi ya kurecall. Okay. Kuna ile petition ambayo mnafanya ya kuweza kurecall the members of parliament. Na nafikiria tukija next time tutaweza kudiscuss in details vile ambavyo unaweza kutoa MCA na vile unaweza kutoa MP. In other words, any elective position, ile position yote unachagua mtu, uko na right ya kutoa. Okay. Yeah. Shukrani sana. Zile zinaitwa recall. Lakini lazima mfuatilie mkondo fulani. Lazima kuwe na mkondo fulani ambao mnaweza kufuatilia. Shukrani sana. Bwega sana kwibegero muthikiri wa Meru TV uramantu magana mbere kwa makarakari. Utie mutongoria muthure atomba kwe wakiruta watongoria na nomba kwe maybe mtu MC kana maybe senator onekana mawachi tukaumirie tutumirie tutamunyumo tumirie mwaka miaka 5 ethire lakini kwena procedure I think toya next time wakili akaina mbere kwa maybe agitwareza nkoki mantu makoneni na bora maybe tumba impeach and bobange pale huo kwa sababu ya muda wakili, labda maneno yako ya mwisho tunapotamatisha mpango wa siku ya leo. Thank you so much. I think nafurahia sana kwa kupata hii opportunity ya kuweza kuja kuongea na watazamaji. Inakuanga furaha yangu zaidi. Mimi naitwa Kuria Karatu, mtazamaji, na nina run farm ambayo inaitwa Kuria Karatu and Company Advocates, iko pale Tuge House, first floor, room number 10. Ukija pale tuna kazi nyingi ambazo tunaweza kufanya za kisheria. Tunaweza kurepresent kwa kesi zako za watoto, za mambo ya kugawa mali ya mtu ambaye ameaga, mambo ya mashamba, mambo ya criminal cases, mambo ya constitution, mambo ya petitions na mambo kama hayo na mambo mengine mengi. Na ukija pale tutaweza kukureceive vizuri na tuweze kujadiliana na wewe na kutatua shida yako kwa wakati mfupi iwezekanavyo. Hii imekuwa wakati wa Gen Z ambao wanasema lazima tuweze kupindua si kupindua serikali lakini kuangalia kuweka mambo sawa na kuensure ya kwamba serikali inafanya mambo jinsi inavyofaa. Na ninafikiria sisi kama Wakenya wote tuko na hilo jukumu na kuobserve ya kwamba viongozi ambao tumechagua, iwe MCA, iwe MP, iwe president, iwe nani, wanafuatilia sheria na wanafanya mambo yanayofaa. Na nikumbushe watu pia kuna njia ya kisheria. Unaweza kufile petition against any person ambaye una feel hafanyi kulingana na sheria. Na koti inaweza kukusikiliza na kutoa uamuzi wake. So pia hata kama bado wanafanya maandamano, vile vile kuna njia ya kutumia kisheria na kuweza kupata mambo iko sawa sawa. Exactly. Shukrani sana. Labda unaweza tupea namba yako ya simu tunapo tamatisha. Asante sana. Nambari yangu ya simu ni 0726780451. Nirudie tena 0726780451. Shukrani sana. Asante sana. Na asante kwa kupata muda kuongea na watazamaji na karibu tena na tena. Shukrani sana. Mwalimu wa Meru TV tulapura nkala chimwanya kinyago. Shukrani sana kwa kuwa nasi jioni ya leo na tuimadhatu ntu ya ekelo ina mantumaini kumadhainya mwakadha mwanjo kwa kuena ya mwetu wa public participation kwa gu mwetu ya Ameru bende tubakiro ambao kwa wingi kwa umedia kengo inabele kwa bakina nkanagira maoni mao hira yetoa wazi bila wasiwasi tujitokeze na ikengo tukainambele kwa tukina nkanagira maoni metu makonenie na county yetu ya Meru kwa gu
wadi cionthe chithitwiki ikainambere kwikirira inambere mutarato uyu wa public participation na ikengwendi mantu mangi methero makiria nambe koguo kuga maybe mantu mesa so county umira ntwe Jumathatu kuga mantu matisa so umira ntwe Jumathatu na ikengoka inambere kwigukina ya bubu aku na bukainambere kwiga bukevi kagiro ubwo munde twiwatanirite na senior council atowa kuria Karatu thimuri ngere yaro bichini chiake ntuge house okona tukwandikitwe abuno na ubichi yake na ukainambere kwa bukiwatanagira mantu magamba kizire chonde wele tuwe na chio chemenda chia binambi chonde akainambere kwa yote lagiria na ikengo ukainambere kwa ukiwa na haki era wele tuwagite wakagita kana nani kawidira bamitane family za tumani tena bongema na kwendelo tubwega